Habari mganga mfawidhi, karibu tufuatilie kwa pamoja mwongozo huu maalum unaolenga kuboresha utoaji wa huduma za afya, hususan huduma za dharura za uzazi kupitia mfumo wa mama. Kwa ujumla, matumizi sahihi ya mfumo wa malipo ni jambo la msingi sana. Kama msimamizi wa kituo cha kutoa huduma za afya, unapaswa kuwa na uelewa wa kutosha kuhusu namna ya kufanya malipo, yani approved payment, na kufanya marekebisho ya malipo, pamoja na kutengeneza nambari za malipo, yani control number, ili mfumo uweze kukamilisha kazi kwa huduma, ufanisi, uwazi na kwa wakati. Ikiwa huna mtaalamu wa kina wa tehama, mwongozo huu utasaidia kuelewa jinsi ya kutumia mfumo huu kwa urahisi. Utaweza kupunguza makosa ya kiutendaji, kuharakisha malipo ya madereva wa jamii, na kuimarisha uwajibikaji wa kifedha, na hatimaye kuchangia kuboresha mwitikio wa huduma za dharura kwa wajawazito. Kupitia hatua hizi, mfawidhi anaweza kupunguza utegemezi wa msaada wa kiufundi kutoka kwa mtaalamu wa tehama na kusaidia kufuatilia yeye mwenyewe kwa urahisi hata pale panapokuwa na mabadiliko mbalimbali ya mfumo, jambo ambalo linaweza kuongeza ufanisi zaidi katika kutoa huduma hizi. Kaa tayari kufuatilia hatua zote kwa umakini na kuchukua hatua stahiki kuelekea kuboresha utoaji wa huduma za mama katika kuokoa maisha ya mama na mtoto mchanga. Usikae mbali. Hatua ya kwanza, kuingia kwenye akaunti ya NEMS. Kwanza utaingia kwenye akaunti ya NEMS kupitia anwani yake. Kisha utaweka jina la mtumiaji, yani username, na neno la siri, yani password uliopewa na msimamizi wa mfumo. Baada ya kuingia kwa mafanikio, utaona ukurasa mkuu, yani dashboard, ambayo unaweza kuona sehemu mbalimbali za mifumo, ikiwemo moduli ya malipo ya mama. Kutoka kwenye ukurasa huu, utachagua sehemu ya malipo, yani payment section, ili kukagua maombi ya malipo yanayosubiri, yani sent to MUSE, yaliyowasilishwa na madereva wa jamii, community drivers. Hatua ya pili, kukagua malipo yanayosubiri. Katika hatua hii, msimamizi wa kituo cha afya utaona orodha ya maombi ya malipo yaliyotengenezwa baada ya safari za rufaa za dharura zilizofanywa na madereva wa jamii. Kabla ya kuchukua hatua yeyote, unapaswa kukagua kwa makini taarifa za malipo, ikiwemo jina la dereva, mahali safari ilipoanzia na ilipoishia, umbali uliosafiriwa, kituo cha afya kilichopokea rufaa, na kiasi cha malipo kilichoanzishwa na mfumo. Msimamizi wa kituo lazima uthibitishe kuwa rufaa ilifanyika kweli na taarifa za safari ni sahihi. Hatua ya tatu ni kuidhinisha malipo. Iwapo taarifa za safari ni sahihi na rufaa ilikuwa halali, utaendelea kuidhinisha malipo. Ili kufanya hivyo, bonyeza kitufe cha approve, yani idhinisha, kwenye mfumo. Baada ya ombi kuidhinishwa, ombi la malipo litaenda moja kwa moja katika mfumo wa MUSE wa mhasibu kwa hatua ya uchakataji wa kifedha katika halmashauri. Ni muhimu kuidhinisha malipo kwa wakati ili kuhakikisha madereva wa jamii wanapata malipo yao bila kuchelewa. Mambo muhimu ya kuzingatia mganga mfawidhi wakati wa kuthibitisha malipo, yani approved payment. Moja, ni wakati wa kufanya malipo ya mama, thibitisha taarifa za safari katika mfumo wa mama kabla ya kuidhinisha malipo kwa kuangalia rufaa ya mgonjwa, umbali, taarifa ya kituo cha afya na taarifa za dereva. Pia hakikisha rufaa ilikuwa ni halali na imekamilika kabla ya kutoa malipo. Hakikisha dereva wa jamii, yani community driver, amesajiliwa na yuko hai katika mfumo wa mama. Pitia kiasi cha malipo kilichozalishwa na mfumo ili kuhakikisha kinaendana na taarifa za safari. Idhinisha malipo kwa wakati ili kuepuka ucheleweshaji wa madereva wa jamii. Hifadhi nyaraka na kumbukumbu sahihi za malipo yaliyoidhinishwa. Shirikiana na wahasibu wa halmashauri pale malipo yanapohitajika kushughulikiwa zaidi katika mchakato wa kifedha. Mambo ya kuepuka mganga mfawidhi wakati wa kuthibitisha malipo. Wakati wa kuthibitisha malipo ya mama, yani approve payment, usiidhinishe malipo bila kuthibitisha taarifa za rufaa za safari.
Usicheleweshe kuidhinisha malipo bila sababu ya msingi, kwani huathiri motisha ya madereva wa jamii. Usiidhinishe safari zinazojirudia au zenye mashaka. Usibadilishe taarifa ya malipo ya nje ya mfumo bila idhini sahihi. Na usiidhinishe malipo ya safari ambazo hazikufanyika. Hatua ya 4, kufanya marekebisho ya malipo, yani override. Kuna wakati kiasi cha malipo kilichozalishwa na mfumo kinaweza kuhitaji kurekebishwa kutokana na changamoto za umbali usio sahihi uliorekodiwa na mfumo. Katika hali hii, msimamizi wa kituo unaweza kutumia kipengele cha override ambacho kinakutaka upunguze au kuongeza idadi ya umbali uliotumika, kilometers. Na katika kupunguza umbali, utatakiwa kuanza na alama ya hasi, yani negative, ikifuatiwa na umbali husika. Katika kuongeza umbali, unaweza kuongeza umbali usiozidi kilomita 9 tu bila kuweka alama ya hasi. Na kuidhinisha mabadiliko hayo, yani verify kilometers. Kabla ya kufanya override, msimamizi wa kituo utathibitisha taarifa zote za safari, uhakikishe kiasi sahihi kinachopaswa kulipwa na uandike sababu za kufanya marekebisho hayo. Baada ya kukamilisha override, kiasi kipya cha malipo kinawasilishwa kwa ajili ya hatua zinazofuata za uchakataji. Mambo ya kuzingatia wakati wa kufanya marekebisho ya malipo, yani override payment. 1. Wakati wa kufanya marekebisho ya malipo, yani override payment, fanya marekebisho pale tu panapokuwa na sababu halali. Mfano, hitilafu ya mfumo au taarifa zisizo sahihi za safari. Thibitisha kwa makini taarifa zote za safari kabla ya kufanya marekebisho ya malipo. Andika sababu ya kufanya marekebisho kwa uwazi katika mfumo. Fuata taratibu rasmi za uidhinishaji kabla ya kutekeleza marekebisho. Wasiliana na mamlaka au wasimamizi husika ikiwa marekebisho yatahusisha mabadiliko makubwa ya kiasi cha malipo. Mambo ya kuepuka kwa mganga mfawidhi wakati wa kufanya marekebisho ya malipo. Wakati wa kufanya marekebisho ya malipo, yani override payment, usifanye marekebisho bila sababu iliyo wazi na iliyoandikwa. Usifanye marekebisho ya malipo ili kuongeza au kupunguza kiasi kiholela. Usiruke au kupuuza taratibu zinazohitajika za kuidhinisha. Usitumie override kurekebisha matatizo ambayo yanapaswa kutatuliwa kupitia mchakato wa kawaida wa mfumo. Lakini pia usifanye override bila kuthibitisha kwanza taarifa halisi za safari. Hatua ya 5, kutuma tena maombi ya malipo, yani resend. Katika baadhi ya matukio, ombi la malipo linaweza kushindwa kuendelea katika mfumo kutokana na matatizo ya kiufundi au mtandao. Iwapo hali hiyo itatokea, msimamizi wa kituo unaweza kutumia chaguo la resend, yani tuma tena, kwa kubonyeza resend. Mfumo utatuma tena ombi la malipo ili kuhakikisha linafika katika hatua inayofuata ya uchakataji bila kusababisha malipo kujirudia, yani duplicate payments. Hatua ya 6, kuchakata malipo nje ya mtandao, yani offline processing. Huu ulikuwa ni utaratibu wa malipo uliotumika kabla ya kuanza kutumika kwa moduli ya malipo ya mtandaoni, yani online payment module. Hivyo kwa sasa utaratibu huu hautumiki tena, isipokuwa kwa madai ya malipo ya zamani yaliyochelewa sana ambayo yalishalipwa nje ya mfumo, yani offline. Katika hali hiyo, mganga mfawidhi wa kituo unaweza kuyaweka madai hayo kwenye mfumo kama malipo yaliyoshughulikiwa nje ya mtandao, yani processed offline. Ili kutengeneza control number itakayokuwezesha kuchangia fedha za mama kupitia mfumo wa NEMS, mganga mfawidhi fanya yafuatayo. Ingia eneo la malipo, yani payments. Ingia eneo la bili. Gusa kitufe cha kuomba bili, yani request bill.
Weka kiasi unachohitaji kuchangia. Tuma kiasi ulichoweka. Baada ya kutuma kiasi, mfumo utakuletea control number uliyoiomba, ambayo utaendelea nayo kwenye hatua za mwisho za kuitumia ili uchangie fedha ulizoandaa. Baada ya kupata control number, zingatia hatua za mfumo wa FFARS na benki unapoelekea kukamilisha uchangiaji wako. Ukipata changamoto ya FFARS au ya kibenki, wasiliana na mhasibu wako wa halmashauri kwa ushauri au msaada zaidi. Mambo ya kuzingatia wakati wa kutengeneza control number au namba ya malipo. Wakati unatengeneza control number ili kuchangia fedha za mama, hakikisha kiasi sahihi kinaingizwa kwa wakati na unatengeneza namba ya malipo. Thibitisha namba ya malipo inahusiana na akaunti sahihi ya kituo cha afya au halmashauri. Wasilisha namba ya malipo ofisi husika ya fedha kwa mhasibu kwa wakati. Hifadhi kumbukumbu zote za malipo zilizotengenezwa kwa ajili ya upatanisho wa taarifa za kifedha, yani reconciliation, na ukaguzi wa hesabu. Mwisho, fuata taratibu za kifedha za serikali kwa kuchangia fedha. Mambo ya kuepuka wakati wa kutengeneza control number. Wakati wa kutengeneza namba ya malipo ili kuchangia fedha za mama, usitengeneze namba ya malipo zenye kiasi kisicho sahihi. Usishirikishe namba ya malipo na watu wasiohusika au wasioidhinishwa. Usitengeneze namba ya malipo zinazojirudia kwa muamala ule ule. Usipunguze rekodi au kufuatilia namba za malipo zisizotengenezwa. Usipuuze upatanisho au reconciliation kati ya namba za malipo na malipo halisi yaliyofanyika. Hadi kufikia hapa, bila shaka mganga mfawizi utakuwa umeelewa vyema jinsi ya kuchakata malipo kupitia mfumo wa mtandao wa mama. Hivyo nakutakia uwajibikaji mwema. Asante.